bange. Wewe mwanangu jao ujue wewe. Afu mimi nakumaindi wewe. Bora zingua mwanangu. Wewe familia yako utaiweka wapi hapa mtaani? Madoli hii dunia kila siku nakwambia madoli. Afu unazingua kinoma ujue wewe. Kwa hiyo tunafanyaje sasa? Hapo ni cha kufanya ni hifadhi baba kasi ya kukupeka wapi? Siku hapo nikata siku 5. Wewe chizi ni labda nikupeke kwangu. Punguza makelele sasa pita watu hapa sasa. Soma kelele wewe umezingua. Unifanya hivyo kwanza, fanya mpango kwanza. Sasa sikiliza. Hapa inabidi tufanye mazingira, wewe ukajifiche kwangu. Ushanielewa? Tusikizie sori naendaje, afu tuone na kuaje. Sema wewe unazingua sana mwanangu. Tuondoke basi. Ni siri gani ambayo mimi sipasi kujua humu ndani? Hamna mume wangu. Si unafanya bana siri mnaficha nani labda? Hamna mume wangu. Wewe mwanao tu kisura hapa. Wewe nyumba yangu unafanya mambo ya siri? Hamna mume wangu. Karibu ukae. Siri ya nini labda? Ni kisura mwanao. Eti anataka harusi yake tufanye siri. Kweli? Siri? Eti. Harusi ya binti yangu haiwezi kuwa harusi ya siri. Unamwogopa nani? Hapo sasa. Unaogopa majirani? Kwa majirani ndio wanatuamali sisi maisha kuishi. Nilimwambia mimi babako hatokubali ili swala tukalifanya kuwa siri. Akubali kabisa? Mwanangu, harusi yako haiwezi kuwa ya siri. Lazima kila mtu ajue kwamba Kipara Hasani leo anaozesha binti yake. Tusishi kwa kuogopa watu, tusishi kwa kuogopa majirani. Eti. Majirani hawatupangii sisi maisha ya kuishi. Sawa. Kama naika dufu. Dufu lazima likeshe hapa binti yangu mpaka asubuhi kwa furaha. Ikiwezekana nataka nicheze dufu mwanangu mpaka nijue. Kama mimi mama yako mzoa dufu zamani nilivyokuwa na Neema. Afu tuweke siri. Wale mlango. Hawezi kuwa siri hili swala. Haiwezekani. Haiwezekani kabisa. Sawa mwanangu. Ni hilo tu. Niko pamoja na jambo jingine. Unatufuata? Sio utakula, sio vipi? Kwanza itabidi nioge afu ndo nile. Haya sawa. Nenda kaoge maji yako kule choo. Nenda kakoge. Na sabuni iko kwa pale juu. Sawa. Sawa. Umeona? Alikuja kusikia. Akasikia. Wewe mtetea. Rudia tena siku nyingine. Nikipiga siku ndani nitakufungia ndani nikufinye masikio yako. Hebu nenda kalete maji ya kunywa mimi kule. Kasi nitakuwa nikupiga mimi babako yuko nipiga mipao hapa wewe. Yaani kila siku nikuseme kama mtoto mdogo, sijui ukoje wewe. Fanya haraka huko. Mimi amini hata siri. Maana yake nimezunguka kila sehemu ambayo mama anajua hii anakaa. Sijamkuta. Katika kijiji hiki tukose kumuona kweli? Hata kwa marafiki zake? Au marafiki zake ameweza mimi wamesema hawajamuona kama tulivyokuwa hatujamuona sisi nyumbani. Mimi na wasiwasi. Au naye ametukimbia kama alivyoondoka baba? Tukutukimbia kweli hali katutelekeza baba, tumebaki na mama nendo katutelekeza kisi katuambia tukachite maji ndio katukimbia. Sasa sisi bado tuna haki ya kusoma, tunahitaji kusoma. Anatulisha nani? Hamna hata mmoja kati yetu anaweza kujitegemea kusema baba tunaweza tukapata yenyewe tukafanya kipato ambacho tunaweza kuingizia kula na tukapata mahitaji ya shule. Na wazo. Kwa nini tusiende kwa mzee Kipala pale? Huenda akawa anafahamu maana yeye ni mwenyeji katika kijiji hiki. Mzee, unaamini atatusaidia? Tuende.
usitoke. Yaani tuliza mapepe. Usitoke, usifanyaje? Usitoke. Changamka. Uliomuni, ulifahamuni. Safi. Mama nakusikiliza. Hivi wewe kichwa unatafuta nini mimi wewe? Kwa nini tena mama? Si nimekwambia kaa mbali na binti yangu wewe? Na nimekwambia sitaki uwe na masuala na binti yangu. Sitaki. Lakini mama, yule sasa hivi ameshakuwa mtu mzima. Inatakiwa mumwache naye afanye mambo yake. Mwana ajichagulie mtu mwenye anamtaka yeye. Wewe mnamfanyia hivyo. Hilo swala usinipangie. Na mwanangu sitaki aolewe hapa kijijini. Aso kwa wewe. Kubwa abi mtu mdogo yanakuhusu nini? Nimeshakwambia sitaki. Umenisikia? Bwana mama sikiliza sawa. Mimi sina maamuzi yote jua hili. Cha kufanya wewe ongea na binti yako, muona umwambie hayo mambo, lakini mimi nampenda binti yako na anakuthibitishia sina niambana na binti yako. Ni upendo ndani ya moyo wangu na yeye ametokea kunipenda. Kwa hiyo kama wewe unaona mimi nakosea, basi mimi sina makosa. Nenda kaongea na binti yako aweze kuachana mimi, lakini kiukweli mimi kumwacha binti yako, hilo mamangu naomba tu nisamee. Kwa kweli unajifaje ule? Habari yako bibi? Mahaba juku zangu ni amjambo. Hatujambo. Karibuni. Aya, asante. Tulikuwa tumekuja kuulizia kwamba je, ulibahatika kumuona mama? Mama yenu? Hata sijamuona. Imetokea nini? Kiukweli mama hatujamuona sasa siku ya pili na tunamtafuta. Tulijua yupo hapa kwako. Hapana, mimi sijamuona na wiki sasa hivi. Maana alikokuwa anakuja hapa lakini sasa hivi siku mbili hizi na wiki hii. Hapana, sijamuona. Maana alikuwa anakuja kweli lakini sijamuona wiki. Wacha niende pale kwa mzee Kiparasani. Huenda nikamkuta kule. Na kama tukimkosa itabidi tuhamie kule tu tunaishi pale. Maana huko nyumbani kwetu mwenye nyumba ametoka kutoka mjini na amesema kwamba anataka kuvunja aikarabati nyumba yake. Wanavunja? Ndio. Nimesema nyumba ishakuwa mbovu. Sasa itakuwaje? Ndio itabidi tukaishi pale kwa mzee Kiparasani. Haya, asante. Haya, karibuni kula. Haya, asante. Ngoja nikula. Hapa kichwa kinaniuma hatari. Yaani nina mawazo mpaka hapa moyo wote unaona nienda mbio. Yaani sijui Madoli yuko wapi. Nina siku ya 3 leo sijamtia machoni kwangu hapa. Sijui yuko wapi huyu mtoto jamani. Na Madoli? Ndiye Madoli kuna mzungumzia nani sasa? Atarudi huyo. Ndio nini sasa hivi? Madoli atakuwa kwa rafiki zake kufuta bangi zake huko. Wavuta bangi zie? Asa mimi nakwambia na siku ya 3 sijamtia machoni hapa. Bado unishauri chochote mume wangu tufanye ili tujitahidi kumtafuta kama mtoto unaniambia hivyo kwa wavuta bangi zake. Ndio unaniambia nini hivyo mume wangu ati? Yaani hiko unachokijua wewe lawama kila wakati lawama. Kuna rafiki zake atarudi huyo. Mimi swala kuniambia kurudi bwana mimi hata sitaki. Sasa Madoli kasi kumniambia kuhusu mfumo wake wa maisha. Lakini Madoli hataki kunisikiza mimi mpaka niambia nini. Sasa mimi nimemwacha afanye kitu sahihi ambacho yeye anaona kwa sahihi kukifanya. Sawa? Madoli mzima uko aliko asumbulie chochote. Kama angekuwa noma sisi tungeambiwa. Hapana. Sio swala sahihi hilo. Wewe bado yule mtoto na bado kabisa tunamlea huko ndani na mwenyewe unafahamu. Unaongea hivyo kwa sababu unamuona wewe kipenzi chako kipo hapo ndio maana unazungumza hivyo. Mke wangu asikusumbua Madoli yupo kwa marafiki zake afuta bangi wenzake. Mtoto anakunywa pombe kama kitu gani? Nini? Kwa nadanganya? Nadanganya? Haya tena. Mmekucha. Acha kukucha tu. Kushaanza kuchangamka. Sawa?
bwana Kichuya. Na ndugu yangu. Vipi ndugu yangu? Nyama ni mwingi. Poa, karibu. Uliambiwa kutoka ndugu yangu. Mwanangu nilikuwa naenda shamba langu bondeni kule, maana nasikia mwanangu ngedele, mwanangu ametibuka ngedele. Yaani ukizembea kidogo unakuta shamba lote. Ni kweli. Vipi lakini? Vipi kutokako? Kama kawaida mwanangu. Nyumbani pia? Jua tu mwanangu, hata kuna tena. Ndio hivyo sana, jua linawaka baba hili hapo mwenyewe kwa nipita hapa ni. Wewe unatafuta? Nitaenda ndio. Akamtafute. Nitaenda ndio kumtafuta. Nenda kamtafute. Ndio kumtafute. Nitaenda ndio kumtafuta. Yaani kama utakuja karudi utafahamu. Ngupo unajua hata usingesema maneno yote hayo. Ameisa akili zako yule. Yaani Amadoli. Mimi namwambia kila siku watu hawaishi hivyo mwanangu, jirekebishe. Hataki kujirekebisha. Yuko na marafiki zake sasa hivi wakati bangi yao kwa kunywa pombe. Anataka kunisumbua mimi hapa Amadoli. Kaa juu mwenyewe. Kaa juu mwenyewe sio mimi bwana. Wewe vipi? Na mambo mengi ya kufanya sio kwanza Amadoli bwana. Mwembe ule unaanguka maembe ule mwanangu ule. Nikakinde kwanza maembe maana sielewi. Bwana sasa. Karibu sana. Bwana ndugu yangu mimi nimekuja. Na ujaji wangu mimi niko kuna shida kidogo. Shida gani tena mwanangu? Nataka unishauri. Ungoja ushauri. Nikajua shida tena sio uchelewi. Wewe nawe mwanangu. Niambie. Bwana kitu kikubwa bwana, mimi nimekuja kuhusu shemeji yako. Shemeji yangu gani? Si wewe Kisula? Kisula. Kuna mwingine zaidi ya Kisula? Ndio Kisula nataka ushauri tena? Unajua shida kubwa iko vipi unajua? Wazee wake mwanangu. Wazee kwani wanasema? Wazee wake wametafuta mchumba kutoka mjini. Kwa hiyo na alafu kibaya zaidi mwanangu. Hawanipendi, yani hawataki hata kunisikia. Hayo ni mambo ya kijijini mwanangu hayo. Hayo ni mambo ya kijijini hayo. Kwa usikie mtu atakupenda hapo. Kwa hiyo mwanamke anasemaje? Mwanamke mpaka dakika hii bado anaonekana yuko upande wangu kwa sababu bado hajaonyesha kupenda. Ina maana kwamba yeye mwenyewe anakupenda, wewe unampenda, unapendana. Sawa. Lakini kinachoniumiza kichwa ni kwamba mmoja watoto wa kike hawa tofauti na sisi wanaume. Ndio. Kwa sababu sisi tutaki unaweza ukakazia kabisa kwamba hili mimi sitaki, likawa hivyo hivyo. Lakini tutaki kitingishwa kidogo na wazee, aidha kalegeza kamba akaolewa mwisho wa siku akaniacha. Mimi sidhani. Kisula hapo kupenda yeye. Sikiliza nikwambie kitu kimoja ndugu yangu. Unajua sisi vijana tunavyoonekana, mtazamo wetu unavyotuona tunaonekana sisi pauni. Ushanielewa? Angalia mfano. Wewe mara ngapi unagombana na Amadoli kisa dada yake? Mzee wake ndo akupendi kabisa. Ushanielewa? Yule mama yupo katikati sababu mume wake ndo anamsikiliza sana. Ushanielewa? Cha kufanya tumtafute mzee Mohamed, tuandike barua tupeleke.